Halo, Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nawasalimia sana, na zaidi ya kuwasalimia niseme tu kwamba nawapenda wana wa Mungu, na leo ni katika kipindi chetu kingine ambacho tunaenda kutazama ule mwendelezo wetu wa tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine mtazidishiwa. Hakika tukiutafuta ufalme wa Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa juhudi zetu zote, kwa akili yetu yote, na kwa kusaidiwa na uweza wa Roho Mtakatifu, hakika tutaupata ufalme wa Mungu kwanza, na mambo mengine tunayoyatamani tutazidishiwa. Tunahitaji uponyaji, tunahitaji pesa, tunahitaji vitu vingi. Naamini kwamba Mungu atatupatia. Tunapoanza kipindi hiki, ni kuombe utulie sehemu ulipo na usikilize muda huu mfupi tu. Nitakupa habari njema. Habari njema, wenzetu wanasema ni good news. Kwa nitakupa habari njema ambazo nina uhakika zitakuvusha kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine. Karibu sana tujifunze pamoja, mwana wa Mungu unayenifuatilia na ambaye umekuwa ukitaka sana napokuwa natoa vipindi. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa mbingu na nchi, namuombea mtazamaji huyu na anayesikia. Bwana upate kumwezesha awe na masikio rohoni, kwa kila jambo atakalofundishwa apate kulielewa, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo, mwana wa Mungu wa Nazareti. Nimeomba na kuamini kwamba imekuwa, amen. Nitangulia kukuambia kwamba jitahidi sana kujiadhari na mihemuko iliyopo duniani. Jitahidi sana kupambanua roho Bwana na roho ambaye si wa Bwana. Usiende na upepo jinsi unavyoenda. Hapana. Wewe lazima uende kwa spidi iliyopimwa na Mungu. Binadamu wengi wanatafuta vitu vinavyotafutwa. Wanatafuta magari, pikipiki, baiskeli, wanawake, wanaume na majumba mengi ya kifahari, lakini wewe usiende na upepo jinsi unavyoenda. Ndio maana niko mahali hapa kwa ajili ya kufundisha. Sio kwamba mimi sipendi hivyo vitu, ninapenda, lakini nachukia sana ninavyoona watu wanatolewa katika njia ya Bwana. Labda kama tujaenda mbele, ngoja nikuulize jambo. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini ukienda hospitali za kawaida tu, unaumwa malaria au una magonjwa mengine, unataka utibiwe, upatiwe matibabu, lakini unafika pale kuna kuwa na kigezo. Maana ulihitaji umuone daktari ili umwelezee shida zako, umwelezee changamoto zako unazozipitia, changamoto mbalimbali. Alafu unaambiwa kumuona yule daktari ni shilingi 1,000 kadhaa, shilingi labda 10,000, 20,000 na pesa zingine. Lakini kumbuka, hiyo pesa ambayo unaitoa kumuona daktari, kumuona tu daktari, just kumuona daktari tu, unalipa labda shilingi 5,000. Alafu haitapunguzwa kwenye matibabu. Labda umeshamuona daktari alafu unataka kutibiwa, hiyo pesa haitapunguzwa pale, kwamba kwa sababu ulilipia kumuona daktari, sasa ile pesa labda tupunguze ile shilingi 10,000. Labda kama matibabu ilikuwa ni 100,000, ile pesa tuirudishe huku, 10,000 utalipa 90,000. Hapana, hiyo ni ya kumuona daktari, kuongea naye. Sasa unaweza kujiuliza maswali mengi katika hilo,
Lakini ngoja nikwambie, je, kuna utofauti gani wa daktari huyo na daktari wa sasa ambao yupo kanisani, ambaye tunaamini mchungaji, ni mwalimu, ni nabii, ni mtume, ni mwinjilisti, yani kwenye karama hizo 5 ni mmoja wapo, ama ni mzee wa kanisa pale. Zote ni karama 5 ambazo kwa pamoja zinatengeneza mwili moja kwa usawa kabisa. Japo tumeitwa kwenye huduma tofauti tofauti, lakini kwa pamoja tunatengeneza mwili mmoja wa Yesu Kristo. Mimi nimeitwa kama mtume, na ndio maana majina yangu naitwa Mtume Frank Joseph. Lakini mwingine ameitwa kama nabii, mwingine ameitwa kama mchungaji, mwingine kadi jinsi ambavyo jinsi tulivyoitwa, na ndio jinsi tunavyotumika. Lakini kuna jinsi ambavyo tunatumika katika tunaweza kutumika pia katika njia ambayo sio sahihi. Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu, ila amemaliza kusema anayetumia neno la kweli kwa uhalali. Kwa hiyo unaweza kutumia neno ni Biblia, limo kwenye Biblia na ni la kweli, lakini wana Mungu ukalitumia kwa uharamu, yaani ukalitumia ambavyo sivyo linavyopaswa kutumika, lakini wewe ukalitumia kwa uharamu. Ni kama vile unachukua kisu kinakatia nyanya, kinakatia vitunguu na vitu kama hivyo, lakini unakuta mtu mwingine anatumia kuchoma mtu, kuulia mtu, ametumia kisu lakini kwa uharamu. Kwa hiyo ni sasa na kutumia neno la Mungu lakini ukaitumia kwa uharamu, kwa mahitaji yako binafsi, wala si kwa mahitaji ya watu. Kwa hiyo wasipopatikana mitume na manabii au wachungaji ambao wapo kwa ajili ya watu na wapo kwa ajili ya kufundisha watu waelewe nini kinachoendelea, tutapata watu wengi ambao hawaendi mbinguni, badala yake wataishia kwenye dunia na waende jehanamu. Niwe kumsikia mtumishi mmoja wa Mungu anasema tunapolala kila siku tunapolala tunafanya mazoezi ya kufa. Yani unakuwa unafanya mazoezi ya kufa, kuna siku unalala jumla. Kwa hiyo ile tunapolala mazoezi ya kufa, tunapoamka mazoezi ya kufufuka. Sasa kuna wakati utalala jumla, mazoezi yatakuwa yamekamilika, hautaamka tena. Kwa hiyo hapo naweza kusema kwamba wakati sasa ni wa kuchunga ni jinsi gani wewe unavyoenenda katika hii dunia, na imani yako inajengwa sehemu gani. Kwa hiyo daktari, nilikuwa nasema daktari yule wa hospitalini na daktari wa kanisani kwa sasa, hebu tuone kuna tofauti gani. Nataka nikufundishe kitu kidogo tu alafu utanielewa. Daktari wa kanisani ambaye ni mtume, nataka niongelee mtume au nabii. Mtume au nabii ana jicho la kuona, alafu mtume pia ana huduma yake. Tuseme sasa mtume na nabii. Ili umuone na akupe huduma ile ambayo inatakikana, ili umuone itabidi ulipie fedha. Mfano mtumishi wa namna hiyo anayelipia fedha, anayetoza fedha ili uweze kuongea naye, ili uweze kumuona, akushike mkono, akuombee kwa Mungu. Just imagine unampa shilingi 20,000, unampa shilingi 30,000, unampa 100,000, 500,000, milioni na kuendelea. Unampa pesa hiyo kwa ajili ya nini? Anachokifanya ni nini? Anasema ye ni mtumishi wa Mungu. Je, yule Mungu ameshindwa kumlipa pesa? Je, sasa analipwa na nani mshahara? Je, mbona kwenye Biblia kabisa imesema tumepewa bure na tutoe bure? Ile pesa wewe unayoitoa kwenda kumuona, umempotezea nini? Umemharibia kitu gani? Ule muda je, sasa ameutenga kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana? Watu kama hao wameshapata thawabu yao, ama mshahara wao, ama malipo yao. Maana hawahitaji kulipwa tena na Mungu, wameshapata malipo yanayowastahili.
Haleluya, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho nataka niwaambie kwamba anapokuita kukuombea akakuambia nipe pesa kadhaa, ya nini? Maana kama ni mchango kwa ajili ya kanisa, atakuambia kanisani tunahitaji viti, tunahitaji mlango, tunahitaji madirisha baadaye. Lakini pia mgonjwa utamtoaje pesa mgonjwa? Mimi nadhani anayetoa pesa sio mgonjwa. Dini hazijawa biashara, maombezi hayajawa biashara. Kama umeshindwa kufanya biashara, kafanya biashara sehemu nyingine. Pesa ya kufanyia watu maombi, na pengine maombi hata ya uongo, kuwatolea watu unabii, na pengine ni unabii wa uongo. Wapendwa, jiepushe na watu wa namna hiyo. Jiepushe na watu ambao wapo kanisani wanauza maji, wanauza chumvi, wanauza mafuta, na kuambia jiepushe nao. Hao watu watakumaliza. Unajua, mtu ambaye ajui neno la Mungu vizuri, mtu ambaye ajui neno la Mungu vizuri, mtu ambaye ajui ili neno la Mungu vizuri, anapelekwa na kila upepo, kwa sababu anakuwa na shida ya mguu na waka moto, moyo unaenda mbio. Akiambiwa ajipake matope ama amwagiliwe spiriti usoni, anaweza kukubali bila kujali madhara ya ile tindikali anayowekewa usoni, au asijue nguvu ile anayoenda kujiunga maisha nayo. Mimi sijasema labda wanafanya vibaya, lakini utakapoona maji kwenye Biblia, chumvi kwenye Biblia, mafuta kwenye Biblia, jinsi ambavyo imetumika kwenye Biblia, amini kabisa kwamba hivyo ilivyotumika kwenye Biblia sivyo sasa ambavyo inatumika kwa sasa hivi, wala sio malengo ya Biblia ili watu wakaitumie. Soma content ya pale, soma maudhui ya kwenye Biblia. Je, ndiyo maudhui wewe unayoyafanya? Yesu alivyoondoka alituachia kazi za kufanya, alituambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Paulo mwenyewe amesema, mitume na manabii wamesema tufanye hivi, fanya hivi. Ni wapi ambapo wamesema kwamba hasa mtakapoanzisha huduma zenu mwe mnafanya hivi na vile na vile? Mtu anakuja pale kanisani just kuombewa tu, aongozwe sala ya toba, abatizwi, afundishwi neno, aambiwi chochote, yupo tu. Unajua kuna watu ukiwa makanisani wanahubiri kwa maneno mengi kiasi kwamba wanapoteza mpaka waamini wasijua kitu gani wanafanya. Neno moja, mtu anasema Mathayo 7:7 inasema hivi, pigeni makofi, shangilia. Sasa watu wanaishia kwenye kupiga makofi na kushangilia, lakini hata hawajui leo nini kinafundishwa. Mitume na manabii, wapelekeni watu kwa Yesu, acha kuwapeleka kwenye madhabahu zenu. Waelekeze watu kwa Mungu. Watu wafika hatua waombe wenyewe, wafika hatua wamuite Bwana, wafika hatua wawe wakomavu, wafika hatua sio tu wakalilishe fire piga, wakalilishe, wafundishe kumwomba Mungu katika utulivu, wafundishe kumuita Bwana, wafundishe kuelewa neno. Biblia inasema na neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwenu. Nataka nikusomea neno moja hapa. Lipo katika Kumbukumbu la Torati. Hebu tuangalie Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 13, sura ya 13, mstari wa kwanza hadi wa 4. Hapo ndo kitu ambacho nataka nikufundishe leo. Hilo neno tu ndo nikufundishe leo. Na kama una Biblia yako hapo, soma kila siku, utaelewa na maanisha nini.
wale wanaofanya hivi watanipinga, lakini wale wanaotaka kujua neno la Mungu watakubaliana na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa 1 hadi wa 4. Tutasoma pamoja. Sikiza kwa makini. Kukizuka katikati yako nabii au muotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule na yule muotaji au yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu mpate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Mstari wa 5 anasema, na yule nabii au yule muotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee, ndivyo utakavyouondoa uovu utoke katikati yako. Hilo neno nadhani uende ulishe kulisikia au kulisoma, au pengine mara yako ya kwanza kuliona wewe mwenyewe. Anasema akitokea nabii yeyote, nabii akizuka nabii na akakutolea unabii na unabii ukatokea, akaanza kukuambia wewe ni nani fulani, ndio wewe ni nani fulani, ndio ulizaliwa sehemu fulani, ndio ulisoma shule sehemu fulani, uenda kufunga ndoa, ndio kesho utaonua gari. Yes, alafu kesho ukaonua gari, alafu akakuambia twende tukamwabudu Mungu mwingine. Biblia imesema kwamba usimsikilize yule nabii, usimsikize. Na mstari wa 5 unasema kwamba umuue yule nabii. Nabii akikutolea unabii wowote, alafu akakuambia tukamwabudu Mungu mwingine, na ule unabii ukakupata, ila akakuambia tushike maji, tushike mafuta, tushike chumvi, tushike bakuli, tushike vibatari, tuoge maji haya, tujipake vitu hivi, huyo nabii usimsikilize. Anataka kukutoa kwenye lengo la kimungu na kukupeleka kwenye mahitaji yake. Naweza nikaonekana kwamba labda napiga debe na labda kufanya wewe kuwa mshirika wangu, lakini hapana, sivyo nilivyoitwa. Mimi naambiwa kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, sura ya kule Hagai, lakini Mungu amesema nikahubiri habari njema kwa watu wake. Sijajua ni wawili, ni watatu, ni wanne, ni watano, ni maelfu na maelfu, ni mamia kwa mamia, sijui. Ila wale Mungu aliyowaandaa kwa ajili ya mimi ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, ndo hawa wanaonisikia, ndo wewe. Na utakapompa habari mwenzako, ndo mwenzako. Kama watapona sawa, lakini mimi nikitwaliwa nikaenda mbinguni, nikapata hiyo neema ya kufika, nikaulizwa ulifanya nini katika dunia, nitasema niliwafundisha habari ya nabii akizuka katikati yao na akatabiri mambo yakawapata, akiwaambia sasa tuanze kushika michanga, tushike karanga, tushike mawe, tujipake ndo tupate muujiza. Wamkatae huyo nabii na wasimsikilize huyo nabii. Nabii atakaye kutabiria na akakufundisha neno la Mungu na akakuambia tushike hii njia, ndo njia ya neema, njia ya uokovu, ya kutubu dhambi, njia ya kuacha uzinzi, ya kuacha uwizi, ya kuacha uongo, ya kuacha masengenyo, ya kuacha udanganyifu,
ya kuacha uasherati, ya kuacha ufisadi, ya kuacha urafi, ya kuacha tamaa za dunia. Atakaponifundisha, huyo ndiye nabii na ndiye mtume wa kweli. Ngoja niwaambie, haya maisha wana wa Mungu, haya maisha msiyaone kama ni mambo ya mchezo mchezo. Haya maisha ni magumu, na inawezekana wewe upo unamsaidia mwingine maisha kuwa mepesi kwa kudanganywa na huyo anayesema ni nabii, ni mwalimu, ni mwinjilisti, ni mtume. Akikudanganya katika hayo yote, utaingia kwenye mtego wa kufanana kama mpo mnafanya biashara, lakini Mungu atakuwa amenyamaza kimya. Ngoja kwambie la mwisho, napenda kumalizia. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, nayo mambo mengine utazidishiwa. Mungu anatenda miujiza mpaka leo. Mungu anaponya mpaka leo. Mungu anafufua mpaka leo. Ni jinsi gani wewe umeikataa dunia na umekubali kujienyekeza mbele za Mungu? Napenda kumalizia na kuambia hivi: ukiona umeweza kutumia jina pekee la Yesu na limetenda muujiza, wewe sasa umeanza kukua imani. Wewe umeanza kukua imani. Kama unaweza kuamuru shetani toka kwa jina la Yesu na kaondoka. Kama unaweza kuhamisha milima, maana Mungu amesema tutahamisha mpaka na milima. Kama unaweza kuamuru kitu ambacho hakipo kikawepo kwa jina la Yesu, jina la Yesu peke yake, I say, wewe kwa sasa hivi utakuwa umekuwa imani sana. Unajua sasa hivi tuko katika wakati wa mwisho. Kwa hiyo tusipende kutumia vifaa vya upako. Hivi vifaa vya upako vinakengeusha watu. Sasa hivi ni wakati wa kuelekeza watu kwa Mungu. Acha watu wamtafute Mungu wao. Waelekeze watu wamtafute Mungu wao. Wasianze kukupigia magoti, kukuinamia, kukuona wewe sui ndo nani, kupata shida, kuhangaika. Hapana. Waelekeze watu wamtafute Mungu wao. Hekalu limeshapasuka. Sasa wewe mbona unazidi kukaa kwenye hekalu, kuweka milango kwenye hekalu? Watu wakija, wewe umewekea hekalu, wewe umeweka kwenye hekalu, umeziba milango, unasimama wewe pale. Wakija wanaishia kwako pale. Waacha watu waingie hekaluni, wamuone Mungu wao aliyewaumba. Wewe umeweka pale kwa ajili ya kuwapatanisha ama kuwaunganisha. Wewe uko pale kama speaker, kama chombo. Mimi niko hapa kama speaker, kama chombo kwa ajili ya kuleta huduma na taarifa kwako, ili wewe sasa ubadilike, umrudie Mungu wako, na mimi nitawapata thawabu kama wewe utabadilika na kumrudia Mungu wako. Amen, wana wa Mungu. Na ukaribisha sana kufuatilia chaneli hii, na kipindi kijacho usikose. Nitakuwa natuma vipindi, na kama kipindi hiki unakipenda, unaweza kunitumia namba yako ya simu. Kwenye komenti hapo weka namba yako ya simu, alafu nitakuunga na grupu. Kuna grupu maalum ambalo nimeliita wanafunzi wa Yesu. Kule ninafundisha kila siku, hata kila sijaposti hapa, lakini kweli nawafundisha kila siku jioni. Nawafundisha wanafunzi mbalimbali ambao wengine nao karibu, wengine wako mbali kidogo, lakini ninawafundisha, na kazi yangu ni kufundisha kweli iliyo kweli, kuhubiri injili ya kweli. Hata kama pengine sitakuwa kama hao wala sitawafikia, kile nitakachokifanya katika dunia, Mungu najua atanipa thawabu na kunivisha taji. Wote tunachokihitaji ni taji. Unajua ukisha kule mbinguni, hatuendi na washirika, hatuendi na watu, unaenda wewe peke yako na unavalishwa
taji we peke yako. Ndio maana Yesu akasema shambani walienda watu kwenye nyakati tofauti tofauti, wengine saa 5, wengine saa ngapi, lakini Bwana wa kulipa alilipa shilingi moja tu. Alilipa shilingi moja. Kama utaenda mbinguni na hiyo maji, utavashwa taji. Kama mimi nitaenda mbinguni bila kutumia maji, nitavashwa taji. Mtu asikudanganye eti kila moja ameitwa peke yake. Ndiyo, lakini tunaunganishwa na neno la Mungu. Hili ndio linatuletea usawa pamoja. Umeitwa kama mtume, kama mwalimu, kama mwinjilisti, kama mchungaji, kama nini, ila neno hili ndio linatuletea usawa. Usilete mambo yako humu ukasema kwa sababu nimeitwa kwenye huduma, kila mmoja ameitwa kivyake. Tumeitwa ndio. Wewe ulikuwa Morogoro, mimi nilikuwa Arusha, wewe alikuwa Bukoba, wewe akawa Kahama, tukaitwa tofauti tofauti. Huyu akawa mtume, akawa nabii, lakini neno la Mungu hili linatuunganisha katika usawa. Kwani kuombe. Baba, katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai, Mfalme mbinguni na Mungu wa amani, ninamuombe. Ninavunja mamlaka za kuzimu, roho za magonjwa, roho za madeni, roho za uchumi mbaya, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Mungu wa majeshi, tazama, mguse kwa kila mahali, ikiwa ni mwanafunzi, ikiwa ni mama, ikiwa ni baba, ikiwa ni mfanyabiashara, ikiwa ni mfanyakazi wa serikali ama kampuni. Bwana mguse kila mahali, ukamtengenezea uponyaji, kamfufue kwa kila mahali. Bwana Mungu wa majeshi, wokovu huu Bwana na neno hili likakae sana ndani mwake, akaitafakari usiku na mchana, ni katika jina Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Unaweza ukanipigia simu kwa ushauri na maombezi pia, ukiona inafaa kufanya hivyo, kwa namba ya simu 07197037. Na Mungu wa mbinguni hakubariki. Karibu sana, uwe na moyo mkuu, utashinda na zaidi ya kushinda. Amen.